na ninaenda polisi kwa ajili yako. Tutajuana. Sasa mimi ngoja niwahi. Maana mzee namjua vizuri tu. Asije kaibuka mengine hapa. Sawa, wewe nenda tu. Nawe kitumbo beba begi lako tuondoke kwa aliyekupa mimba. Hapa mimi ndo nimeshafika. Siendi popote. Kama ni kwenda huko, tuongozane na turudi wote. Hii mimba mtaelea nyote. Si mnajifanya mnatupiana mipira? Sasa kitaeleweka. Mimi si ndo nilikwambia ubebe hilo begi tuondoke? Hapa huwezi kukaa. Mimi sihusiki na hiyo mimba. Halafu na wewe ulijua kabisa uko siku za hatari, lakini ukaenda kupanuka tu. Wewe mbona kuniuliza kama niko siku za hatari na ukaniacha nipanuke? Sio mimi sasa nilie kwa nini? Ni Frankie. Beba begi tuondoke. Ala. Jamesi. Hanke na mabeki hanke gaki. Kwani mle safiri? Hali imeshakuwa ni mbaya. Hivi unavyomuona hapa ameletwa na kaka yake nyumbani kwangu. Sasa na jinsi unavyojua mimi huu mzigo haunihusu. Hii mimba ni ya kwako. Na ndio maana na mimi nimeamua nimlete hapa nyumbani kwako. Kwa wewe ndio utajua utafanyaje. Unawajua kwamba hii mimba ni ya kwangu James? Mimi sitaki tubishane Frank. Hapa cha msingi ni kujadili jinsi gani tunaweza kufanya tuweze kulimaliza hili tatizo. Sawa. Ushamleta. Tunafanyaje James? Au wewe una plani gani ambayo uko nayo? Mimi sitaki plani yoyote. Ninachotaka mimi ni muilei mimba basi. Tunaileaje? Au tukubaliane? Wiki kwangu, wiki kwa James. Na hapo tutakuwa tumemaliza mchezo. Wewe unaongea nini? Hebu acha ujinga. Yaani mimba mpeane wenyewe, alafu mimi nipate mzigo wa kulea mimba? Hiyo kitu haiwezi kukubalika bwana. Tumieni akili. James na wewe. Lakini si tulikuwepo wote siku ile. Mbona unakuwa mpishi wewe? Unajua Frank, wewe unanichanganya sana kichwa changu. Alafu kumbuka kwamba mimi nina mwanamke. Na ni vile tu yule mwanamke ni muelewa. Kama angekuwa ni mwingine, sidhani kama ungeweza kukubaliana na hii kitu. Sasa mimi nimeshakuletea mzigo huu hapa. Lea kitumbo chako, mtajuana wenyewe. Mimi msinitafute na wala msinishirikishe. Sitaki kusikia nyonyonyo wala nyonyonyo. James, usiondoke. Unataka uondoke umwachie nani huu mzigo? Kaa hapa tudisikase, tujue tunafanyaje. Tukae hapa tulijadili swala tujue tunafanyaje. Mimi naongea vitu vya maana alafu unaanza kuleta masiara. Okay. Nimeshapata wazo. Nani, mwana? Unaonaje tukikuchangia pesa ukalitoa hilo mimba lako? Niitoe? Wakati mnaiweka mlikuwa mna mpango wa kuitoa? Hii mimba hapa haitoki. Na kibaya zaidi, mama anajua kwamba mimi ni mjamzito. Alafu leo hii aje sikie mimba haipo.
Siwezi kukubaliana na hicho kitu. Hutaki? Romaza. Basi ile mwenyewe. Bibi, sisi hatuwezi kuilea hiyo mimba. Mimi mwenyewe siwezi kabisa. Niwe tu mkweli. Na mkinichanganya wewe na mwenzako, nitaondoka zangu Geita. Mkoni mwanelahe no sompangu hiyo. Tondogala nyinyi. Dondogala mwenyewe. Mzigo huu hapa. Msinitafute. Unaona sasa? Sasa hivi umeleta nkwachu na mabegi yako. Ukoteba. Mama, mimi nimetoka huko kumpeleka mwanao kabakwa na kapewa mimba kabisa. Amebakwa kivipi? Nani aliyempa hiyo mimba? Sijui. Mwenyewe amekuja hapa asubuhi nyumbani. Kaka, nimebakwa. Mimi nikamchukua nikampeleka huko kwa wale wamfanya tukio. Umempeleka huko wapi? Mwanangu akipata matatizo utaniambia nini? Badala tumpeleke polisi, niko kwenye usalama, wao unampeleka huko. Mama, apate matatizo mara ngapi mwana? Tayari kashabakwa na kupewa mimba kabisa. Na ndio maana nimechukua mwanzo kumpeleka kule. Mama, mimi na mipango yangu. Mipango gani unayo wewe? Nakuuliza, una mipango gani juu ya mwanangu? Mama, wewe tulia. Mimi najua cha kufanya. Hivi mama, kwa mfano wewe leo hii wale vijana wametoa milioni 1. Ukatoa shilingi 30,000 ukampa mwana akaenda akatoa mimba yake hilo. Ukabaki na 9,70,000. Mama, utapata hasara wewe. Una hasara gani? Akifaje? Hafi. Wewe una mkataba na Mungu? Una mipango na Mungu? Yule ni mwanangu eti. Uchungu nimeupata mimi. Usinielezea habari hizo. Mama, yaani unipiga mimi kisa mwanangu ambaye ameenda kubakwa kule. Na mpaka saizi hakuna chochote tutakachokipata kama mtaendelea kubaki na msimamo wenu. Pesa ndio yenye muhimu kuliko uhai wa mwanangu. Mwanangu ndio kitu cha thamani kuliko hiyo pesa unayosema wewe. Mama, sasa tutakula mawe ndani kama mtaki hizo pesa. Sasa naomba nisikilize kwa makini. Sikutaka nikwambie hapo mwanzo mimi ni nani. Ila mimi ni askari polisi. Alafu huyu mlimbaka huyo ni mwanafunzi. Yaani mbaya zaidi ni mdogo wangu mimi wa damu. Kwa hiyo ninachokihitaji hapa ni mazungumzo. Tuelewane ili kesi ishe kimya, nisifungue kesi. Mimi sihusiki kabisa. Frank ndo anahusika na kila kitu. Labda tu mimi ambacho nilikosea ni kwamba mimi na Frank tulizungumza tukakubaliana. Tukafanya lile tukio, lakini mimi ndio sikufanya. Yeye ndo alifanya naye. Kwa hiyo hiyo mimba ni ya kwake, sio ya kwangu mimi. Afande. Hilo mimi sitaki kulijua. Sijui mimba ni ya nani, sijui ni ya nani, mtajua nyinyi. Ninachokitaka mimi hapa, tukubaliane na tuyamalize. Okay, basi tuzungumze sana, mna tunafanyaje sasa afande? Mimi nakusikiliza wewe.
Hapa inabidi tutoe pesa. Ili kesi mimi nizibe nisije kaenda nikaifungua. Kama shilingi ngapi? Hapo jichinje mwenyewe. Manake mimi nikikuchinja nitakuua. Basi mimi nitatoa 30 afande. Shilingi ngapi? 30. Hivi una akili kweli? Kesi ya kufungwa miaka 30. Unataka kunipe shilingi 30,000. Wewe sio bado umechanganyikiwa. Sasa wewe unataka afande nitoe shilingi ngapi? Kwa sababu mimi nimesema kila ambacho ninacho. Yaani hapo hamna. Inabidi upate 500,000. Ikizingatia na wewe mwenzako huyo, naye inabidi atoe pesa kama ya kwako. La sivyo mmoja wapo atakayetoa pesa chini ya hapo ndani. Kwa hiyo afande, kwa hiyo wote tutoe 500,000. Sasa usipotoa hiyo 500,000, hii kesi naipeleka mahakamani. Afande. Wewe nenda kaniletee maembe, limao na udongo. Usisahau kuniletea machungwa. Sasa we mwana, hayo nayo yasema nikakuletee. Sio msimu wake huu. Wewe bwana utajua mwenyewe pa kuvipata. Ninachotaka uniletee hivyo vitu hapa. Sasa hivi tena. Ike tuwe nkemebe. Ulimpe yuki? Unasemaje wewe? Ngoja basi nikakuangalizie. Kaka. Kimya wewe. Puuzi nini? Naomba unisikilize wewe kijana. Mimi ni askari. Nimekuja hapa nikiwa nafahamu fika kabisa kwa wewe unaitwa Frankie. Na kibaya zaidi, huyu unaishi naye mimi ni mdogo wangu. Wewe ni rafiki yako mmiliki mbaka mdogo wangu mimi. Mimi kubaka? We mwana, mimi nimekubaka mimi? Sasa iwe mmembaka ama mjambaka, maana yake mpaka yuko hapa kuna tukio nyingi mmelifanya. Hivyo basi mimi sihitaji kupigizana kelele na wewe. Mpaka nimefika hapa nahitaji kesi tuimalize kimya kimya. Sihitaji kabisa kama askari wenzangu wajue. Wewe afande, hili jambo lifanyie uchunguzi vizuri. Sisi hatujambaka huyu binti. Tulikubaliana naye kabisa. Na wala hapakuwa na shida yoyote. Sasa iwe mmekubaliana au mjakubaliana. Haya, hamjambaka. Mnakosa la kumpa mimba mwanafunzi.
Mnaonaje hapo? Hapo ni kweli. We mwana, kumbe wewe ni student. Wewe una masiara sana. Hamna afande. Kwa hiyo sasa afande, wewe ulikuwa unataka tufanyaje hapa? Sasa mimi nataka nikusaidie wewe. Ile natakiwa unipoze. Kumbe afande umeungua. Unataka nikupoze? Wewe. Basi bwana afande. Unajua sisi watu wa Geita tunapenda sana masiara. Kwa hiyo wewe ulikuwa unamaanisha kwamba hapo nikupoze labda kwa namna gani? Wewe ulikuwa na shilingi ngapi? Basi afande mimi kusema na ukweli na 10,000. Wewe ni mjinga? Hivi unachokiongea kinatoka kilini kweli? 10,000. Yaani kwa mnamume inabidi uweke 500,000. Bebe afande. Yaani 500,000. Yaani afande nikwambie tu ukweli. 500,000 sina. Hapa nimekuja tu kuuza mang'ombe ya watu. Na hali yenyewe ya mwezi huu hamna biashara inayouzika. Ng'ombe ziko tu huko haziuziki kabisa. Sina hilo 500,000. Sasa hilo mimi sitaki kulijua. Na ukikataa hii kesi ishakuwa ni kubwa. Na wala haina mzamana wala mzamini. Maana yake mtafungwa kwa kesi la ubakaji. Sitaki kupigana kelele na wewe tena. Mimi naondoka. Kama utashindwa kutoa hiyo 500,000, mwenzako ataitoa, yeye atabaki, wewe utaenda ndani. Wewe. Wewe, kimekuleta nini tena hapa? Unanishangaa nini sasa? Si mlishaelewana kwamba mtailea hii mimba? Kwamba nitakaa kule na huku nitakaa. Sasa ndo nimekuja hivyo. Rafiki yangu kuna vitu nilimwagiza. Kuna vingine kapata, kuna vingine hajapata. Kwa hiyo nimekuja na wewe ukanitafutie vitu ambavyo hajapata uniletee hapa. Sasa mimi nanihusu nini? Yaani uko na mwanaume wako huko mmekosana, sio mmekosa vitu gani? Alafu unakuja kuniambia mimi. Inanihusu nini? Nini vitu gani unataka mimi nikutafutie? Nataka maembe mabichi. Nataka ukwaju. Nataka na udongo. Sasa rafiki yako kule kapata udongo tu. Kwa hiyo nataka na wewe unyanyuke, uende ukanitafutie maembe mabichi na ukwaju uniletee hapa sasa hivi. Wewe mzima, utanikuta nimekuua huko ndani. Huyo ni mwanaume wako.
Mmepeana mimba wenyewe. Alafu nakuja kwangu eti unaniambia tena mimi kutafutia sio maembe sio vitu gani? Wewe ni mzima wewe? Sasa wala haina haja ya kupaniki. Usiwe mkali. Kwa sababu ukiendelea kuwa mkali, nitampigia simu mama. Na mama kule ameshatoa taarifa polisi. Kwa hiyo ukiendelea tu kunichanganya, mnafungwa. Kuwa tu mpole baba, Sawa